Ukweli ni kwamba shughuli za watu wengi au vitu vingi ambavyo vinafanywa na watu kwa ajili ya kuwapatia kipato, nyingi zinaishia njiani au zinakufa. Lakini iko sababu ambayo watu wengi bado hawajui kwa nini vitu vyao vingi ambavyo wamekuwa wakivifanya vinakuwa vinaishia njiani. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi siri hii hawajui. Wengi hawajui ni kwamba wanahitaji kupata elimu kila iitwapo leo katika vitu vyao wanavyovifanya, ikiwa na maana ya kwamba watu wanahitaji kujifunza zaidi katika vitu ambao wanavyovifanya. Unajua ni nini? Watu wengi wanafanya shughuli zao kwa mazoea, kwamba nilikuwa nafanya toka miaka hiyo, miaka nenda miaka rudi, anafanya kwa staili ile ile, ujuzi ule ule, hazi ile ile. Naona, kwa hiyo hili jambo limekuwa mara nyingi shughuli za watu wengi zikiwa zinaishia njiani, au vitu vya watu wengi vimekuwa vikifa na hawajui majibu, hawana majibu, tuseme hawajui ni kwamba inasababishwa na nini. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanapokuwa tayari wameanzisha vitu vyao au ana kitu fulani anafanya, basi anaona yeye amemaliza, hahitaji kitu kingine kujifunza. Watu hawataki kabisa kujifunza. Wakati mwingine utakuta kwamba mamlaka husika labda zinaamua sasa pengine kufanya watu kujifunza kwa lazima, lakini bado watu wamekuwa wakikimbia. Lakini nikwambie tu ni kwamba elimu ni kitu muhimu sana katika vitu vyako unavyovifanya. Elimu itakusaidia, maana utakapokuwa unajifunza utapata ujuzi zaidi katika kitu chako ambacho unachokifanya. Naona, kwa hiyo kupata kwako ujuzi zaidi au kufanya zaidi ya ulivyokuwa unafanya italeta mvuto katika wale watu ambao au katika kile ambacho utakuwa umekilenga kuleta mafanikio kwako. Kwa hiyo kukataa kujifunza ni kukufanya kubaki pale pale siku zote, na wakati mwingine utajikuta tu ni kwamba teknolojia zinabadilika, mifumo ya maisha, tabia za watu pia zinabadilika. Umeona, na hivyo kukufanya wewe kuonekana umepitwa na wakati. Kwa hiyo elimu ni kitu cha msingi katika shughuli zako za kila siku katika kile ambacho unakifanya. Lakini kitu cha pili ambacho kitakuwa ni wewe sasa unakuwa una maarifa zaidi. Naposema maarifa zaidi, ina maana sasa utakuwa kabisa wakati huo sasa uelewa wako unaendana na muda husika. Umeona, wakati mwingine watu wanafanya vitu miaka nenda miaka rudi, hawajui tu kwamba watu labda fashion zimebadilika, mifumo imebadilika. Unaona, watu wanavyowaza, mitazamo si ya wakati ule, fashion za maisha. Unaona, mambo mbalimbali yanabadilika kila inapoitwa leo. Kwa hiyo kujifunza zaidi kutakufanya nawe sasa unakuwa na maarifa yanayoendana na muda husika. Unafanya vitu ambavyo vinakubalika, unafanya vitu ambavyo vinashika kwa wakati huo. Unaona, kwa hiyo kujifunza kwako utajikuta unafanya vitu ambavyo vimeshapitwa na muda. Au kama ni teknolojia sasa hizo unazovifanya wewe, yani havipo sokoni. Umeona, kwa hiyo unahitaji kujifunza zaidi ili kujenga maarifa yanayoendana na wakati huo, maarifa yanayobeba muda husika. Umeona, kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza, kupata elimu zaidi katika vitu vyetu tunavyovifanya, ili safari yetu ya kuendea kufanikiwa uweze kuifikia na safari isiishie njiani. Umeona, watu wengi wamekuwa wakifanya shughuli zao kwa mazoea, na hivyo kujikuta vitu vyao vikiishia njiani, na hivyo kujikuta wakiwa sokoni na wakati mgumu, na hivyo kukosa kupenya kwenye soko la muda husika. Lakini sababu ni nini? Ni kwamba wao wanakwepa kujifunza, hawahitaji uelewa zaidi katika vitu vyao wanavyovifanya. Kwa hiyo katika shughuli zako za kila siku ni muhimu kutafuta elimu zaidi katika kile kitu chako unachokifanya, na usiende tu kwa mazoea, na ukiona ya kwamba kufanya kwako kwa kuwa shughuli zinaenda imetosha. Kumbuka ya kwamba teknolojia zinakuwa, lakini pia muda na nyakati pia zina mambo yake. Usiache kusubscribe kwa masomo zaidi.